Mpendwa, kwa huruma zake Mungu naomba kukuonya kwa jambo hili ambalo huenda ulifikiri ni kawaida, lakini sio kawaida. Sio jambo la kuchukulia kama ni jambo dogo, hapana. Sababu tunapokwenda mbinguni, shetani anatutega kwa namna nyingi. Kwa hiyo Roho wa Mungu aendelee kutusaidia kuyagundua maficho ya shetani kanisani. Naposema kanisani, wewe ndiye kanisa. Kuna maficho ya shetani, anaweka mitego ndani yako, ndani ya kanisa kwa jumla ulimwenguni kote, lakini watu wengi wanashindwa kujua kwamba ni mtego wa shetani. Naomba niongee kwa ajili ya habari ya sehemu moja ya 10. Wengine wanaita cha 10, wengine wanaita zaka. Kuna ugonjwa ambao unaingia kwa sehemu ya 10. Wewe unatoa sehemu ya 10, lakini ngoja nikuambie, sehemu yako ya 10 inaweza kuwa haihesabiki mbinguni. Haya ndio maficho ya shetani ambayo ameyapanda kanisani. Maficho ya shetani, tunaposema maficho, ina maana anajificha sehemu fulani ili msimuone, na kumbe yupo. Unaweza kuwa unatoa sehemu ya 10, ndio naitoa, lakini shetani anajua kwamba kutoa anakotoa huyu jamaa havimwendei Mungu, vinaenda kwa mimi shetani. Ina maana mimi shetani ndiye nina sifa katika huko kutoa anakotoa huyu mtu wa Mungu. Unapokwenda kutoa sehemu ya 10, kwanza uelewe hili. Kwa asili binadamu kutoa, atoe mfukoni mwake ni kupungukiwa. Yaani binadamu kwa asili hapendagi kupungukiwa. Ndio maana utakuta hata unapofika mbele ya mtu mwenye kujua lugha ya Kireno, aiza Kiswahili na wewe hujui Kiswahili, aiza Kiingereza na wewe hujui Kiingereza, au Kifaransa au lugha yoyote ile, au Kibrania, unakuta kwamba unapoongea kule, kushindwa kwako kuongea na yule mtu kwa lugha ile ya Kiebrania, wewe unajikuta kama tuseme kama vile unaroana hivi, kuna aibu fulani hivi, unajiona kama wabure hivi, kama haufai. Huo ndio ubinadamu. Binadamu hapendagi kuonekana wa chini, yaani kule kupungukiwa. Binadamu hapendagi kuonekana ana ukosefu, anapungua kwa jambo fulani. Na ndio kawaida vile vile kwa sehemu ya 10, unapotoa kitu na kwenda kumtolea Mungu, ni kama umetoa kitu chako, pamebaki pengo. Palikuwa 7, umetoa 1 unapeleka kwa Mungu. Kulikuwa 14, umetoa za Mungu umepeleka, hapo kumebaki pengo fulani ambayo imeachwa na lile uliokwenda kulitoa kanisani. Sasa tunapofika kipindi ya kutoa sehemu ya 10, mtu wa Mungu, naomba unisikie hapa sasa. Tunapokwenda kumtolea Mungu sehemu moja ya 10, angalia dhambi hii kama imesha kufikia, twende kupona. Yaani unaangalia, nimepokea 100,000 kazini kwangu, nimepokea 50,000 kazini kwangu, nilipokea 10,000 kazini kwangu. Sasa hizi shilingi 10,000 aiza 100,000 ambayo nimepokea, aiza marundi 10,000 au mazaire 10,000, aiza makwacha 10,000 au 100,000, wakati naanza kuangalia kwenye hizi dola 500, hizi dola 1,000 nilizopokea kwa mshahara wangu, natakiwa nichukue dola 100 nimpelekee Mungu. Hii dola 100 kwenda kumpa Mungu. Kama moyo wako wakati unachukua maamuzi kuiweka kwenye ile bahasha na kupeleka kanisani, kwamba 1 ya 10 ndio hii ya kazi ya mikono nilioifanya, wakati unatenga ile 1 ya 10 unaiweka pembeni na unataka kuona sasa kuitoa kanisani,
Uangalie moyo wako unauma kiasi gani unapokamata maamuzi hayo. Naomba tuyafichue maficho ya shetani. Ninapokusudia kwenda kumtolea Mungu, shetani mara nyingi utuonesha kama hii $100 inazidi tayari, hizi $900 zilibaki hapa. Ndio mipango ya shetani hii. Unakuwa unaangalia 100 umeitenga tayari, hii moja umeweka huko kwenye pembe ya meza, nyingine unaweka kwenye pembe ya meza huko mezani hapo. Huku unaweka hivi 900 viko huku, 900 viko huku. Unakuwa unaweka 100 kiko huku. Sasa akili zako zote kuliko uangalie hii 900, akili zimehama, zinakuwa zinaangalia 100. Unasema kupeleka 100 yote kanisani ni nyingi. Unapofika wakati kama huu, mpendwa, hiyo sadaka inakufa. Yaani unakwenda kanisani, unaenda kuzitoa na moyo huku unauma. Yaani natoa tu, unajua wasione kama sitoagi sehemu ya 10, lakini $100 yote. Unaenda, unajitahidi, unatoa. Hiyo sadaka imeungua. Unaweza kujiuliza, vipi imeungua na nimetoa? Ndio, unaweza kutoa lakini imeungua. Mungu amesema tumtolee kwa furaha. Wakati tunamtolea Mungu, tunafurahi kwamba tunaenda kumtolea Mungu wetu. Angalia mabinti wa India wanavyofanya. Wanapoenda kumtolea Mungu wao, wanaitwa Vishnu. Wanapomtolea Mungu Vishnu, sadaka mojawapo ya sadaka zilizo juu zaidi kule kwao ni kukata nyele zake zote. Wanapiga upaa kichwa kizima na wembe. Wanapokata ule upaa, wananyoa, wanatoa nyele zote, wanazikamata zile nyele zake, anaweka kwenye mapipa, alafu wanasema kwamba hapa nimemtolea Mungu wetu Vishnu. Ndo wanasema kwamba ni moja kati ya sadaka zilizo na value na valeri ya mkubwa sana. Sasa watu hawa wanapokwenda kumtolea Mungu Vishnu, wanaenda na kicheko, wanafurahi. Sasa wewe, Biblia inatuambia kwamba ingieni malangoni kwake kwa kuimba, ingieni malangoni kwa Bwana kwa furaha, ingieni kanisani twende kwa furaha. Sasa wewe, kumbe tunapoingia kanisani kwa furaha, wewe tayari moyoni mwako uko unashindana huku na $100. Fungua macho hapo, fungua macho mapema. Uangalie moyo wako unapotoa 1/10 ya Mungu, unaitoa kwa furaha au kwa manunguniko. Ndio utajua kama sadaka yako inapokelewa vizuri, aidha huwa inaungua. Ingieni malangoni mwake kwa furaha, ingieni malangoni kwa Bwana kwa kuimba na kusema kwamba tunaye Mungu. Sasa wewe unaingia malangoni, tayari moyo unakunja huku, unakunja ngumi. Kama angilikuwepo Mungu, labda ungelimpa hiyo ngumi. Hauoni tumepumbazwa na shetani? Mtu mzima na akili zake, siku gani ambayo ulikuta 900 ikawa ndogo kuliko 100? Unakuwa unaona 900 ni ya kidogo kuliko 100. Hapo tayari unafariki. Huyo pepo atoke kwa jina la Yesu Kristo. Hama, toka kwa Wakristo. Pepo mbaya wewe. Taka kuteka baraka za watu ambazo wamechungiwa na Mungu. Uwe macho mpendwa. Maficho ya shetani tuyaangalie kwa jicho lile la tatu, lile jicho la Roho Mtakatifu, ndipo tutaweza kuyagundua maficho ya shetani kanisani. La sivyo tunatekwa. Na Mungu anasema katika Mathayo, unapoona kwamba nataka kutoa sadaka na unakumbuka una neno juu ya mtu, acha kwanza kutoa sadaka yako. Unajua kwa nini? Ili sadaka yako ikamilike, isije kuungua. Nenda kwanza ukatengeneza na mtu huyu, alafu ndo utarudi, ndo huje sasa kufanya nini? Kutoa hiyo sadaka.
ukiwa na jambo juu ya mtu, na wewe mwenyewe ni mtu. Unasikia, ukiwa na jambo juu ya mtu usitoe hiyo sadaka. Nenda kwanza ukatengeneze, alafu ndo uje utoe kwa Bwana. Sasa na wewe ni mtu, wanasema ukiwa na jambo na mtu, yawezekana ukawa na jambo na wewe mwenyewe, na wewe ni mtu. Jambo lako ni lipi? Unashindana juu ya dola 100 moyoni mwako, 100 na 900 vinakokotana. Kwa hiyo acha kwanza kutoa, mwite mtumishi mmoja akuombee hiyo pepo ikimbie, hiyo tamaa ikimbie, kutokurizika huko kukimbie. Ndipo utaweza sasa kwenda kutoa kwa furaha, moyo ikiwa ni mkunjufu. Mungu akubariki. Nitaka nikuonye leo, nataka twende mbingu tukiwa safi wote. Napiga kelele hizi ni kwa sababu waenda mbingu kiwe chombo kilicho safi kinachosubiri bwana harusi anakuja, asimkute na mawaha, amkute yuko safi, katika jina tukufu la Yesu Kristo, amen.